Shalom, shalom, shalom. Amani ya Bwana na iwe nanyi. Kwa majina naitwa mtumishi wa Mungu Eric. Tunaendelea na mafundisho yetu siri sambambeli ama siri 7 zilizo katika Ufunuo 17. Tulisema tukifahamu siri 7 zilizo katika Ufunuo 17 tutajifahamu tulipo na tutatambua tulipotoka na tutaelewa tunapoelekea. Tukasema kuwa hizi siri 7 zimetubebea mafundisho ya uongo na mafundisho ya kweli, unabii wote na utaratibu wote wa unabii pamoja na historia ya falme zamani. Sasa katika episode iliyopita tulijifunza kwamba Mungu anatuambia tuikimbie Babeli, na tukaona Babeli imepiga watakatifu vita na kuwashinda. Sasa tutakuja kupata tulishindiwa wapi na tutafanya nini ili nasi tushinde mwanzo, hata sisi kama vile tulivyopondwa Babeli, nasi tunapewa muda wa kuibonda Babeli, na si wakati mwingine, ni wakati huu, mtumishi wa Mungu ama watu wa Mungu. Hebu tusome Ufunuo 17. Tuanzie hapo 4. Inaanza na kusema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka uovu wake. Mungu ameukumbuka uovu wa Babeli. Ndio maana tunafunua siri za Babeli. Hebu tuendeleeni. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara 2 kwa kadiri ya matendo yake. Katika kikombe kile alichokichanganya, mchanganyishieni maradufu. Katika siri ya 3 tumepata Babeli yuna kikombe cha dhahabu kilichonjaa machukisho ya uasherati wake, naye anaiongoza dunia kwa huo uchafu na uasherati wake. Lakini Mola wa ulimwengu, Mungu Mwenyezi, ametuambia mlipeni kama yeye alivyolipa. Mlipeni mara 2 kwa kadiri ya matendo yake. Na kikombe kile alichokichanganyisha, mchanganyishieni maradufu. Sasa ni wakati wa watu wa Mungu muamuke, ili tumchanganyishie Babeli kama alivyotuchanganyishia. Sote tumelewa kwa mvinyo wa usharati wake. Usidanganyike. Dunia nzima kama tulivyojifunza, akafanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila taifa, kila lugha na kila jamaa na kila kabila. Hakuna anayeruka. Lakini tutakapoifahamu kweli, kweli itatuweka huru. Ndiyo maana niko hapa ni kuonyesha ufunuo niliopewa na Mungu kuhusu Babeli,
ili sote tufahamu kweli muda wa Babeli kuanguka usatimia. Ufunuo hii ine, tuendelee kidogo. 7 Ufunuo 19:8 samani mstari wa 4, wa 5 na wa 6. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka uovu wake. Mungu amekumbuka uovu wa Babeli, na uovu wake umefika hadi mbinguni. Mlipeni kama yeye alipolipa, mkamlipe mara 2 kwa kadiri ya matendo yake. Sisi watakatifu ametushinda ndio, lakini tunaambiwa sasa sisi ni zamu yetu tumchanganyishie Babeli mara 2 ya vile alivyotuchanganyishia. Hapa ndipo tunataka kuona mbegu za Mungu ambao hawasimami na usambiki. Inasemaje? Mlipeni mara 2 kwa kadiri ya matendo yake, na kikombe kile alichokichanganyisha mchanganyishieni maradufu. Mungu apewe sifa katika Kristo. Tunapewa ushindi. Sasa najua watu wa Mungu mnashindwa. Mtumishi wa Mungu Eric, najaribu kumaanisha nini? Wacha mpate kwa undani kidogo tu, tuguse Agano la Kale unabii kidogo. Danieli 7 Danieli 7, tukianza na ile 21 ilisema, hata nikatazama na pembe hiyo hiyo ilifanya vita na watakatifu na kuwashinda. Sasa bila kupoteza wakati turuke 23. Akanena hivi, huyo mnyama wa 4 utakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia, utakuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote vipande. Nao utakula dunia yote na kukanyanga na kufunja vipande. Huo ni ufalme wa 4. Haya, tupate kuruka. Huu ufalme wa 4 ndio Babeli mkuu tunayejifunza habari zake, aliye na jina la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukisho ya nchi. Ni ufalme utakao tawala dunia yote, na utakanyanga na kufunja vipande. Hebu turuke kabisa tupate 27. Na ufalme na mamlaka na ukuu chini, na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu utapewa watu wa watakatifu wake aliye juu,
ufalme wake ni ufalme wa milele, na mamlaka yote yenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Chenye nilikuwa nataka tushikilie hapa na tuelewe, watu wa Mungu, ni hapa: na ufalme na mamlaka na ukuu wote, na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote, chini ya mbingu zote, chini ya mbingu zote utapewa watu wa watakatifu wake aliye juu. Ndiyo maana katika siri zetu tunaendelea kujifunza. Tumepata Ufunuo 18 mstari wake wa 6, imetuambia mlipeni kama yeye alivyo lipa, mlipeni mara 2 kwa kadiri ya matendo yake. Na katika kikombe kile alichokichanganyisha mchanganyishieni maradufu. Nasi tunapewa ufalme. Babeli inaanguka. Usichukulie poa. Sikiza Babeli ilivyo katili. Sasa watu wengi hawaelewi kuwa bado Babeli tunaongelelea nini? Tunaongelelea Roman Empire. Ilipandilisha system ikawa Roman Catholic. Nataka usikize Babeli alivyo. Mstari wake wa 13. Lakini tukianza 12 utasikia hapo inaelezewa biashara yote inafanywa na Babeli. Lakini tusipoteze wakati. Tukianza 13 inasema na mdarasini na iriki na ufumba na mahamu na ubani na mvinyo na mafuta na mseituni na unga mzuri wa ngano na ng'ombe na kondoo na barazi na magari. Hiyo ni biashara yenye inafanywa na Babeli. Ikiendelea inasema na miili na roho za wanadamu. La kusikitisha, na miili na roho za wanadamu. Babeli ameiponda dunia vibaya sana. Alafu anja dunia yote imelewa kwa mvinyo wa usharati wake. Hakuna hata mmoja anayeelewa. Wanajigamba na dini, wanajigamba na utamaduni, wengine wanajigamba na usomi, wengine wanajigamba na utawala. Lakini sisi wote tuko kwa system moja. Tunafaa tukimbie Babeli. Ndiyo maana niko hapa, tusifumbue siri za Babeli ili tumjue Mungu, kusudi lake kwetu sisi wacha wake ni lipi. Kwa hivyo nina imani una kalamu na kitabu na unafuatilia kwa utaratibu. Mwanzo, haya mafundisho yanahitaji umakini. Juu ni ufunuo wa Mungu. So ni vyema tuyafuatilia kwa umakini, na zaidi ya sana muwe mkiomba na mkiombea watakatifu. Tuombeane. Kwa kuwa katika Babeli
tumeona kwamba wanaotoka katika Babeli, Ufunuo 15 mstari wa 2 hapo na wa 3, imesema kuwa wenye walipata kushinda Babeli ama yule mnyama. System ya mnyama ndio inaitwa Babeli, juu ni mnyama, sanamu na nabii wa uongo, na ndio jina la yule mnyama na hesabu ya jina lake. Hiyo ndio system yenye inaitwa Babeli. Haya, tumeona wenye wanatoka kwa Babeli wanapewa vinumbi na Mungu, wanauimba wimbo wa Musa na wimbo wa mwanakondoo. Fundisho la kwanza la Babeli la upotofu ni kutenga sheria, amri na Injili. Hatuwezi tukaishi kwa sheria. Wanasema tunaishi kwa neema. Ndiyo, tunaishi kwa neema, lakini wenye kushinda Babeli ama yule mnyama na hesabu ya jina lake na ile sanamu, lazima wajifunze wimbo wa Musa na wimbo wa mwanakondoo. Wimbo wa Musa ni amri na sheria, nao wimbo wa mwanakondoo ni neema na rehema za Mungu. Kumbuka Masihi alivyosema, hakuna ajaye kwangu kama hajajifunza kwa Mungu. Watu hawakuelewa kujifunza kwa Mungu ni vipi. Urudi kwa sheria iliyopewa Musa, Torati. Ndio maana Masihi anasema, kama mngalimwamini Musa, mngaliniamini na mimi, kwa maana yale aliyaandika habari zangu. Kama hamuamini maandiko, mtayaamini wapi maneno yangu? Masihi anasema. Tena naongeza, je, hamkupewa Torati? Ila hakuna hata mmoja wenu anayeifuata. Kwa hivyo tunaona kwa ufupi, Injili inasema hakuna hata mmoja katika wakati wa Injili alipata kufuata sheria na amri. Hebu tumsikize Masihi kidogo. Masihi kidogo. Yohana 15 mstari wake wa 9 anasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda nyinyi, kaeni katika pendo langu. Mkishishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyoshika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Huwezi kuwa uko katika neema bila kutimiza sheria na amri. Huo ndio utaratibu na kanuni za neema. Sijaongeza, acha niongeze kidogo.
Luke 10:25. Luka 10:25. Na tazama, mwanasheria mmoja alisimama akamjaribu akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Akamjibu akisema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Huwezi kuwa uko ndani ya neema ukiwa nje ya sheria ya Mungu. Halafu kitu tunavaa tujifunze hapa. Mara nyingi mwalimu alikuwa anasema huko nje ndiko waliko wachawi, huko nje ndiko waliko maraya, wasinifu na maumbwa. Nakumbuka vizuri anasema, mimi ni mchungaji mwema na utoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Ukisikia injili inaongea na usikie sheria inaongea na amri za Mungu zinaongea. Jua inaongelesha walio ndani ya zizi, si walio nje ya zizi. Walio nje ya zizi ni maumbwa. Ndipo injili inatueleza. Akamwendea mwanamke Mkananaye akamwambia, mwanangu ana pepo mchafu, naomba umponye. Mwalimu akasema, si vyema kuwapa umbwa chakula cha watoto. Akasema, najua hilo, lakini hata umbwa hula kinachomwagika chini ya bwana wake. Ndipo Bwana Yesu akasema, kwa imani yako na likutendekee. Haja ya moyo wako, akamponyea yule mtoto. Kwa hivyo ukisikia uko nje ndiko waliko wachawi, umbwa na maraya, samani, unaelewa tunaongelelea walio nje ya zizi. Kila aliye ndani ya zizi anatunzwa na neema. Sasa katika kile kikombe cha dhahabu cha Babeli tunapata inapinga sana sana sheria, na hata katika injili mahali injili inadhibitisha sheria, mafundisho ya Babeli yanaendelea kupinga. Mtu wa Mungu, muda na wakati umefika tukemee uovu na tumchanganyishie Babeli kama alivyotuchanganyishia. Tumeambiwa tumlipe mara 2 kwa kadiri ya matendo yake. Kwa hivyo ni kusimama na kweli, na hakuna kweli 2, kweli ni moja. Hata dunia yote iamini uongo. Uongo huwezi kaitwa ukweli juu dunia yote imeamini. Ukweli utabaki kuwa ukweli, na umesimama hivyo hivyo. Sasa upate maajabu.
kikombe kimelevya dunia yote. Kimelevya dunia yote. Kitu watu hawaelewi, watu wa Mungu, wacha tupate unabii. Bado tuko kwa zile siri 7 zilizo katika Ufunuo, siri ya Babeli. Sikiza unabii Yeremia anaongeaje kuhusu Babeli. Tulisema Babeli ni 3. Babeli ya kwanza ya Nimrod, ya pili ya Nebukadnezar, na ya 3 ni asili. Juu hata mwanamke yule tunaambiwa ana jina la siri katika kipaji cha uso wake, nalo ni Babeli mkuu, mama wa makahaba. Ni mama kahaba, akazaa watoto na akawafunza ukahaba. Nitakuonyesha tunavyomtukana Mungu bila kunjua. Inabidi tusimame na kweli, tupinge Babeli na tuonyeshe utukufu wa Mungu kwa kukiri kweli. Sikia Yeremia 51 mstari wake wa 7. Samahani. Babeli umekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana, kilicholevya dunia yote. Hii ndio kitu watu hawajui. Wengine wanajisifu na usomi, wengine wanajisifu na sijui na utawala, dini, madhehebu, wengine wanajisifu na tamaduni, lakini dunia yote iko chini ya mfumo wa Babeli. Watu wa Mungu, tokeni kati yake, kimbieni Babeli. Mungu awakomboe. Kimbieni Babeli, Mungu aingilie kati. Mtakapo injua kweli, itawaweka huru. Kwa hivyo ukijua kweli uko ndani ya system na uanze kukimbia system, ndipo Mungu anakuweka huru. Tumeambiwa tumlipe mara 2 kwa kandili ya matendo yake. Tumchanganyishie kikombe alichokichanganya, tumchanganyishie marandufu. Kwa hivyo si tafadhali, muda wa Babeli umefika, inaangamia. Hebu tusome 51 Yeremia mstari wa 7. Babeli umekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana, kilicholevya dunia yote. Mataifa wamekunywa mvinyo wake. Mataifa wamekunywa mvinyo wake. Kwa sababu hiyo mataifa wameingiwa na wazimu. We are madly. Siri namba 2 katika siri 7 za Babeli ama Ufunuo 17 inasema na wote walio katika nchi wamelewa kwa mvinyo wa uasherati wake. Sasa tunapata unabii uko nyuma, miaka mingi ulikuwa umetolewa kuhusu Babeli, system itakayoiongoza dunia yote na mataifa yote. Hakuna anayeruka hapa. Tuongelelei Tanzania, Uganda, sijui Rwanda, Kenya, sijui mtu mweusi mweupe, sijui Uislamu, sijui Ukristo. Hapa atuongelelei kuhusu sijui ya Israeli, sijui Arabu, sijui Muamerika, sijui Murasia.
tunaongelelea system inayoongoza wote, kila mwenye mwili. Nitasoma tena na kuirudia. Babeli umekuwa kikombe cha dhahabu mkononi mwa Bwana, kilicholevya dunia yote. Mataifa wamekunywa mvinyo wake. Kwa sababu hiyo mataifa wameingiwa na wazimu. Wakati tuko katika system ya Babeli, in spiritual world, holy world, our mighty Father tunayedai kuwa tunamuomba kila siku, anaona machizi, watu waliochizi, wazimu. Na hao wazimu ndio wanadai kumuita na kuinua mikono yao. Kwa nini tuko ndani ya system ya Babeli? Mtu wa Mungu, tupatane katika episode ijayo. Neema na amani na upendo zitokazo kwake Mwenyezi Mungu na kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, na ziwe nanyi dawamu.